mwamko wa boxing kwa upande wa wanawake upoje, na je kuna mwitikio wote ambao mkiwa mnatoa kuhitaji wanawake na wenye kujihusisha katika boxing? Ni kweli nimekuelewa, lakini nianze kumshukuru huyo bwana wa Kawe kwa sababu moja ya sehemu ambao wamebenefit sana na mchezo wa ngumi ni Kawe. Sababu Kawe tulishafanya mashindano mengi sana ya mchezo wa ngumi, hasa kwa kipindi kile alivyokuwa rais wa shirikisho Robert Mutara Katari. Tumefanya mashindano mengi sana ya Kawe. Na hata kwa nyinyi nadhani unakumbuka hasa wewe sababu umeniuliza. Juzi tu mashindano ya wanawake tumeyafanyia katika viunga vya Kawe. Kwa hiyo ni kweli sasa hivi kumekuwa na mwamko mkubwa na tumepata mafanikio makubwa sana kupitia mchezo wa ngumi kwa hapa nchini Tanzania, na ni jambo la kujivunia kwa sababu takriban miaka kama 15 tulikuwa ukumbuke pia yalifanyika mashindano ya All African Game yalifanyikia kule Ghana. Mabondia kama 3 wa Tanzania walipata medali. Bondia Yusuf Changalawe, bondia Chala na bondia Wambura Maregesi wakapata medali ya shaba. Ni mafanikio ambayo tumepata kwa kipindi kifupi, na ukumbuke kwamba miaka kama 15 tulikuwa tujapata medali yoyote. Lakini ukumbuke pia kuna mashindano ya Mandela yalifanyika mwaka jana kule Durban, Afrika Kusini. Bondia pia Changalawe na bondia Chala wakawa na bondia Ezra wakawa wamepata medali katika hayo mashindano. Kwa hiyo tumekuwa na mafanikio makubwa katika hiki kipindi, hasa cha kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka jana. Mwaka huu mashindano ya kimataifa ambayo tulikuwa tunatakiwa kwenda kushiriki ni hayo ya wanawake, ambayo kwa namna moja ama nyingine tumeshindwa kwenda kushiriki. Na nadhani pia katika hayo mashindano tumeweza kufanya vizuri. Na swali lako ambalo ulikuwa umeniuliza ni mwamko kwa wanawake. Mwamko umekuwa ni mkubwa sana, na hiyo utaliona katika haya mashindano ambayo tumeyamaliza na kwenda kushiriki katika haya mashindano ambayo tulitarajia kwenda kushiriki. Wanawake walikuwa ni wengi waliojitokeza katika hayo mashindano. Hata sisi hatukutegemea, kwa sababu wanawake zaidi ya 100 walikuja kushiriki katika yale mashindano tuliyoandaa pale Kawe. Hayo ni mafanikio kuonyesha kwamba kuna mwamko mkubwa sana kwa wanawake kupenda huu mchezo wa ngumi. Lakini pia sasa hivi ukitembelea majimu mengi, hata jirani kwenu hapa kuna gym lipo CCM kule mbele kidogo karibia na mkoani pale kuna CCM iko pale, lakini pia kuna gym ya boxing inaongozwa na kocha mashuhuri kabisa, kocha wa siku nyingi mzee Kinyogoli. Kuna wanawake wengi wako pale wanafanya mazoezi ya ngumi. Lakini pia ukitaka kuangalia wadau wetu wakubwa kabisa wa mchezo wa ngumi ambao hivi ni vyombo vya ulinzi na usalama, ikimaanisha jeshi la wananchi wa Tanzania, JKT, polisi, magereza, wana timu za wanaume lakini pia wana timu za wanawake katika hizo timu zao. Kwa hiyo hicho ni ishara au ni kitu ambacho kinaelekeza wazi kwamba mwamko wa mchezo wa ngumi ni mkubwa sana hapa nchini Tanzania kwa upande wa wanawake. Bana, sawa. Nadhani watu ambao wanatufuatilia atakuwa wameelewa ni kwa jinsi gani boxing ilivyo. Na kabla hujamaliza hapo, na mimi ningependa kujua mchango wa serikali katika swala zima la boxing katika kuendeleza boxing au kuendesha boxing. Nashukuru sana kwa pia swali zuri. Kwamba sisi nimekwambia tunafanya kazi chini ya serikali. Ndio. Tunafanya kazi chini ya Baraza la Michezo la Taifa. Ndio. Kwa sababu kila kitu lazima tupate kibali Baraza la Michezo la Taifa. Na nashukuru sana wanakuwa natusaidia sana. Na mfano rahisi ni kwamba kwa mfano kwa hizi siku za hivi karibuni kwenda kushiriki katika hayo mashindano yote ambayo sisi tumepata mafanikio. Ndio. Tiketi zote pamoja na posho na vitu vyote tumepewa na serikali. Na mfano ambao ni rahisi, hii timu ya wanawake ambayo ilikuwa inakwenda kushiriki mashindano ya ubingwa wa dunia kwa wanawake. Ndio. Tiketi 5 tumepewa na serikali. Kwa hiyo serikali ina mchango mkubwa sana kwa sisi watu wa ngumi, hasa kwa kipindi hiki cha kuanzia mwaka 2022. Tiketi 5 tumepewa na serikali pamoja na kulipiwa visa na vitu vingine. Kwa hiyo huo ni mfano dhahiri unaoonyesha kwamba tunasaidiwa sana na mchango kutoka serikalini.
Lakini kingine ambacho na hao ndio pia serikali. Hao wote wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao ni wadau wakubwa sana wa mchezo wa ngumi, na ukitaka kuangalia karibia ni wote waliopata mafanikio ya kurudi na medali hapa nchini Tanzania ni watu wa serikali, kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama vyote bado ni serikali. Kwa hiyo mchango wa serikali katika mchezo wa ngumi ni mkubwa sana. Kwa upande wa changamoto, maana anasema kila chenye mafanikio ya kikosi vikwazo vile vigingi, changamoto ambazo mnakumbana nazo nyewe kama BFT katika kukuza hii tasnia ya boxing Tanzania? Changamoto kubwa ambayo tuko nayo sisi hasa katika ngumi za ridhaa ni kutokuwa na mfadhili wa kudumu wa kuweza kutufadhili shughuli zetu zote za kila siku. Hilo limekuwa ni tatizo kubwa, kwa maana kwamba kama tukipata mfadhili ambaye anaweza kachukua majukumu yote ya kuandaa mashindano ya ndani, lakini pia na kuendeleza shughuli za kila siku za shirikisho, lakini pia ikiwa ni kusaidiana na serikali katika safari za kimataifa, ikiwa kutusaidia kutulipia baadhi ya tiketi na posho na vitu vingine, uendeshaji utakuwa ni rahisi, lakini pia mafanikio yatakuwa ni makubwa zaidi, tofauti na haya ambayo tunayofanya kwa kupata wafadhili wadogo wa kuweza kutusaidia na mpaka tunaweza kupata hayo mafanikio tulionayo. Na inakuwa ni moja wa mchezo ambao umeleta mafanikio makubwa sana hapa nchini Tanzania. Ukiangalia moja mchezo ambao umeleta medali nyingi hapa nchini Tanzania itakuwa ni riadha, lakini mchezo unaofuatia kuleta ufahari, kuleta kitu ambacho tunajivunia kama Tanzania ni mchezo wa ngumi. Kwa hiyo changamoto kubwa tulionayo ni kutokuwa na mfadhili wa kudumu wa kuweza kutusaidia kuendesha shughuli zetu. Kiongozi, na kuna swali unataka unipenyezee hapa off mic, nikipenda msikilizaji afahamu kuhusu changamoto ambayo mnazipata nyinyi kama BFT Tanzania. Changamoto kubwa pia nyingine tulionayo ni maeneo ya kufanyia mazoezi. Ingawa mchezo wa ngumi unahitaji maeneo makubwa sana ya kufanyia mazoezi, lakini yale maeneo maalum ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya mchezo wa ngumi sasa hivi yamebadilishwa maana, na hakuna mbadala wa baada ya kubadilishwa maana. Nilikuwa nasema kwa wale ambao ni wakongwe ambao wanaweza kuwa wananisikiliza, nadhani watanielewa vizuri. Maeneo kwa mfano kama Anatoglo ilikuwa ni eneo maalum kwa ajili ya mchezo wa ngumi, na sehemu zingine zote zimebadilishwa matumizi pasipokuwa na mbadala. Lakini community center ambazo zilikuwa karibia kila wilaya hapa nchini Tanzania zilikuwa maalum kwa ajili ya michezo ya nguvu, wanasema kama combat sports, hasa mchezo wa ngumi. Lakini ukiangalia hizo community center zote zimebadilishwa maana pasipo kuwekwa mbadala, na ukiangalia sana wamepewa wafanya biashara kufanya shughuli zao, lakini mchezo wa ngumi umeondolewa sehemu ambazo walikuwa wanakutanika kufanya mazoezi. Hiyo nayo ni changamoto sana ambayo inatupata. Kwa sasa hivi tunawashukuru sana wenzetu wa CCM, kwa sababu ngumi nyingi sasa hivi zinachezewa katika kumbi za CCM kule. Ndio mchezo wa ngumi au kumbi nyingi za mchezo wa ngumi zipo katika hizo, lakini pia na sehemu nyingi ambazo zinakuwa na mabaa makubwa na viwanja vya mpira, na viwanja vya mpira kwa asubuhi ndio yanafanyikia mashindano au mazoezi ya mchezo wa ngumi. Kwa hiyo tunaomba sana kuona wale waliobadilisha maana ya zile sehemu ambazo mkoloni alikuwa amezitenga, kwa sababu zile community center mkoloni ndio alikuwa amezitenga maalum kwa ajili ya michezo ya combat sports, ikiwepo mchezo wa ngumi. Watafutie mbadala, kwa sababu kwa hiki kipindi cha karibuni hasa kipindi cha ubinafsishaji ndio wamebadilisha maana ya matumizi yale yalikuwa yamekusudiwa ya michezo ya ndani, hizi community center na sehemu kama Anatoglo. Kwa hiyo watafutie mbadala badala ya kuacha hivi kwa sababu michezo mingine ukitaka kuangalia bado mazingira yao ya kimichezo yako vizuri, kwa maana kwamba viwanja vya mpira wa miguu, viwanja vya basket, viwanja vya volleyball, viwanja vya netball vipo vingi. Lakini sisi ukisema kwamba viwanja vile vilivyokuwa vinatumika kwa ajili ya mchezo wa ngumi ndio kama hivyo nimekwambia vimebadilishwa maana bila mbadala. Kwa hiyo wale waliobadilisha maana bila mbadala, tunaomba sana, tumeona sisi kwamba hilo nalo ni tatizo ambalo linatufanya
sisi tusifanye vizuri zaidi. Kwa hiyo watutafutie sehemu mbadala ya kuweza kufanya mashindano yetu na mashindano. Kwa kufanya hivyo, nadhani mchezo wa ngumi utaendelea vizuri zaidi na uwakilishi wa Tanzania kimataifa utakuwa ni wenye tija zaidi. Ikumbuke kwamba mchezo wa ngumi kama nilivyosema ni mchezo ambao unaheshimisha sana taifa la Tanzania. Ukitaka kuhesabu medali ambazo mchezo wa ngumi umeleta hapa nchini Tanzania ni zaidi ya michezo mingi ambayo imesajiliwa Baraza la Michezo la Taifa hapa nchini Tanzania. Swala la sindano za kuhusishwa kwa baadhi ya mabondia, je, mnajihusisha vipi katika kuweza kutatua swala hilo? Kwamba sisi kama shirikisho kwamba tunafanya kazi chini ya Baraza la Michezo la Taifa au Baraza la Michezo la Taifa liko serikalini, na serikalini nchini Tanzania wameingia mkataba wa kimataifa wa kuzuia matumizi ya dawa ya kusisimua misuli katika michezo. Kwa hiyo kwa sisi pia kuna kikundi maalum ambacho kinahusika na kutoa elimu ya kutokutumia dawa za kuongeza nguvu michezoni. Kwa hiyo sisi tuko makini kabisa kwa hilo, na kazi yetu ni kutoa elimu na wale wanaohusika na hilo swala, nikimaanisha kwamba kitengo maalum ambacho kiko chini ya Baraza la Michezo la Taifa huwa wanatufikia na kuangalia, na wao ndio wenye jukumu la kuwapima na kugundua wale wote wanaojihusisha na kuongeza dawa za kuongeza nguvu katika michezo. Kwa hiyo tunalishughulikia, na siku zote tunapokwenda katika mashindano ya kimataifa kuna tume ya kimataifa inayohusika na hilo, na bahati nzuri sisi kwa hapa nchini Tanzania hakuna ambaye amebainika kwamba anatumia nguvu za dawa za kusisimua misuli katika michezo. Naam, bwana huyu anaitwa Latif anasema shukrani sana kwa kipindi hiki na uchanganuzi juu ya boxing. Bwana, hizi ni pongezi kwako bwana kama kiongozi wa BFT kuja kutufahamisha na ni kwa jinsi gani boxing ilivyo. Mimi pia nashukuru sana. Bwana, sawa, na shukuru bwana na Humphrey. Kuna chochote cha kuongezea juu ya pengine swali lolote ambao tutaweza mkaliuliza katika kufahamu boxing? Kwangu mimi nitaka nimuulize au nimwambie kwamba ni wito au nasema nini, kwamba hamasa au neno lolote kwa vijana ambao wapo sasa hivi mtaani ambao wanadhana mbaya kuhusu swala boxing. Kwa hiyo nilikuwa nataka atoe rai kidogo kuhamasisha waje kujiunga na boxing vijana. Kwamba mimi nashukuru sana kwa sababu mchezo wa ngumi ni mchezo wa kwako binafsi. Kama nilivyosema sasa hivi, ajira imekuwa ni ngumu kwa namna moja ama nyingine. Sema ajira ni chache, wanaohitaji ajira ni wengi. Kwa hiyo sehemu rahisi ya kupata ajira ni mchezo wa ngumi. Kwanza ukishajiingiza kwenye mchezo wa ngumi na maana tayari umeshapata ajira. Ni swala zima la kuvumilia, kwa sababu mchezo wa ngumi mtu yoyote mwenye akili timamu, mtu yoyote mwenye nguvu, na Watanzania tuna asili ya nguvu, anaweza akajifunza mchezo wa ngumi na akaelewa. Akifanya bidii anaweza akafanya vizuri akawa star. Na ukishakuwa star ina maana tayari utakuwa na ajira yako, utalipwa pesa nyingi. Kwa hiyo niwaombe vijana kuanzia kwenye umri mdogo waanze kujifunza ngumi, kwa sababu hauwezi ukajua huko mbele. Unaweza ukakwama kupata ajira hizi za moja kwa moja. Ukikwama kupata ajira mchezo wa ngumi unaweza kwa kuajiri, kwa sababu ni tofauti na michezo mingine ambayo mnacheza kama timu. Mchezo wa ngumi unacheza wewe kama wewe. Kwa hiyo ukifanya bidii mafanikio unapata wewe kama wewe. Kwa hiyo ni njia rahisi ambayo inaweza kukufanya wewe ukapata mafanikio makubwa. Na kuna kipindi ambacho kilikuwa, maana hivi vitu vinakwenda vinabadilika. Mtu alikuwa na pesa nyingi katika wanamichezo, alikuwepo Mayweather. Yaani katika wanamichezo wote alikuwa na mshiko wa maana sana. Kwa hiyo ngumi inaweza kukufanya wewe ndio ukawa Mayweather wa kipindi hicho ambacho umri wako utakuwa umefikia. Kwa hiyo mchezo ni wasi sana vijana, niwaombe sana vijana. Sasa hivi karibia kila sehemu hapa nchini Tanzania kuna walimu ambao wanafundisha mchezo wa ngumi. Kwa hiyo wajiunge, wajifunze mchezo wa ngumi. Huwezi ukajua kesho yako itakuwa nini, lakini ni moja ya ajira ambayo iko wazi kama ukifanya bidii,
unaweza kupata mafanikio sana kupitia mchezo wa ngumi, hasa ukianza katika umri mdogo na ufanye ukiwa umejiwekea malengo kwamba unataka ufikie malengo fulani. Unaweza kupata ajira hata bila kusumbuka, pamoja na kuendelea na masuala yako ya elimu, kwa sababu mazoezi ya ngumi hayakuzuia kufanya mambo mengine. Hata wanafunzi walio chuoni bado wapo katika umri, chuo chetu cha DSJ unaweza wakawa wanaenda kufanya mazoezi. Nimekwambia hapo CCM yupo bwana hapa mwalimu Kinyogoli, unaweza kuwa naenda baada ya mazoezi na masaa 12 karibia yuko pale. Unaweza kuwa naenda wanafanya mazoezi, wanaendelea vizuri kupiga kitabu kama kawaida. Siku ya siku unaweza ukawa bondia, lakini pia ukawa na fani yako ya uandishi wa habari. Kama unavyoelewa, mchezo wa ngumi ni fani ya kwako binafsi. Haikuzuii kufanya mambo mengine, lakini ukawa unaendelea na mchezo wako wa ngumi. Na kwa uchache kama sekunde 50 ama dakika moja, ungependa kuongezea nini ambacho pengine ulitamani wa Tanzania na wale ambao wanatufuatilia wakisikie juu ya boxing? Mimi ni kuomba wa Tanzania tushirikiane, hasa kwa kuona kwamba huu mchezo wa ngumi umekuwa ni wenye tija sana hapa nchini Tanzania. Kwa maelezo yangu ya awali nimekuambia ni moja ya mchezo ambao umeshaleta medali nyingi kulinganisha na za kimataifa, kulinganisha na michezo mingi ambayo imesajiliwa kwa Baraza la Michezo la Taifa. Sasa ni vema wa Tanzania tuungane, tusapoti huu mchezo, kwa maana kwamba Tanzania inaweza katangazika vizuri kupitia huu mchezo wa ngumi. Kwa mfano ukisema Cuba, Cuba wanatangazika kwa mchezo wa ngumi. Ukisema Brazil wanatangazika sana kwa mchezo wa ngumi, mchezo wa mpira. Marekani basketball nadhani ndio mchezo ambao unaotambulisha sana Marekani. Lakini Tanzania mimi naona mchezo ambao unaweza ukatangazika na ikaonekana kama huu ni mchezo ambao unachezwa Tanzania, ni mchezo wa ngumi, kulingana na asili ya Watanzania. Wengi tuna nguvu, tuna akili ya mchezo wa ngumi. Lakini swala zima tuungane, tupatie support kubwa, na kama hivyo nilivyosema, viwanja vya michezo viwe vingi kama vile alivyoviacha mkoloni, ambavyo vimebadilishwa maana pasipo kuleta mbadala. Kwa kuungana hivyo, kuhakikisha kwamba hivyo viwanja vya mchezo wa ngumi vinapatikana nchi nzima, wataalamu wanapatikana nchi nzima, mafanikio ya mchezo yanaweza yakawa ni makubwa sana. Na ndoto yangu ya Tanzania kutangazika au kufahamika kama nchi zingine, kama Brazil inavyofahamika kwa soka, Tanzania ifahamike kupitia mchezo wa ngumi. Na hilo linawezekana kwa sababu Tanzania asili yetu inaonyesha kwamba ngumi tunaweza, na mfano wako ndo kama huo nilivyokuelezea kwamba ni moja wa mchezo ambao umeleta medali nyingi za kimataifa kwenye mashindano makubwa kabisa ambayo sisi tunakwenda kushiriki kama nchi ya Tanzania. Na mchango wako na majibu ambayo umetufafanulia kwa kina zaidi juu ya swala la boxing hapa Tanzania. Nadhani tutatenga muda mwingine wa kuja kuzungumza kwa upana zaidi, ili wale ambao wanatufuatilia zidi kufahamu maana boxing na mambo ya kuzungumzia ni inaonekana kuna vitu vingi vipo ambao bado hatujavigusia. Tutakuwa na muda mwingine, na shukrani sana kwa muda wako. Endelea kuwa unatutembelea hapa DSJ. Anakaribishwa sana. Milango ipo wazi. Mimi nashukuru wakati yoyote. Hata leo hali ya hewa nadhani unavyoiona ilikuwa ni tata kidogo. Lakini hasa kulingana na swala zima la elimu kwa vijana wetu wa shule ambao wapo chuoni, nikaona kuna umuhimu kubwa kwa hali yoyote niweze kufika mahali hapa. Lakini pia isiwe mwisho, na nyie wakati wowote, muda wowote, mimi niko tayari. Kwanza sasa hivi mimi ni mstaafu wa hivi vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo muda mwingi nipo tu nyumbani, nafanya shughuli zangu za hapa na pale, tofauti na shughuli za BFT. Kwa hiyo wakati wowote na muda wowote mkinihitaji, niko tayari kabisa kuungana na nyie kutoa elimu inahusiana na mchezo wa ngumi hapa katika chuo chetu pendwa kabisa cha DSJ. You are watching DSJ TV, the Courage Television.